Baba yetu na Mungu wetu nayetupenda, kwenye makambi haya hujatuleta ili tuondoke bure. Hata hivyo ni tukio la mara moja kwa mwaka. Hata aliyekuja kwa bahati mbaya bila kujua una malengo gani na yeye, msaidie kwa vipindi hivi vya jioni akutane na wewe. Ninatamani kambi la mwakani wawepo Wananyamaharaga South watakaosema kupitia makambi ya mwaka jana, nimeuona mkono wa Bwana umebadilisha maisha yangu na mfumo wangu na mahusiano yako vimeimarika. Karibu uwe nasi, tubariki, tupatie utulivu, wadogo kwa wakubwa, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Kosa la 6 tunaolifanya, tunapenda kusikilizwa na Mungu, lakini sisi hatupendi kumsikiliza Mungu. Kama wewe unaweza ukafanya kufupisha kwa namna unavyoweza, unaweza ukafupisha, lakini maana yangu ni hiyo kwamba tunapenda kusikilizwa lakini si kusikiliza. Ningekuwa nina uwezo wa kuuliza na mkawa tayari kunijibu, ningeuliza hivi: wangapi mna mwaka mzima, miaka 2 au miaka 3 na kuendelea, mna kitu mmekiomba na Bwana hajakifanya? Na hata hivyo unaweza ukanyosha mkono kimoyomoyo, una jambo uliloliomba, huu ni mwaka wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, halijajibiwa kwako. Unaona kama Bwana hajalitenda kwako, na umeomba hata kwa kufunga na kuomba, lakini hajakutendea. Wangapi walioko hapa? Naamini kwamba wako wengi. Sasa badilisha upande wa pili. Kabla hujasema kwamba Bwana hajanitendea jambo langu kwa miaka 2, wewe jihoji, miaka 2 niliomo kanisani, ni kitu gani Mungu alichonizuia na sijakitenda? Ninawasiliana na watu, si tuseme amin? Yaani kabla hujalaumu, na Biblia inasema kanuni ya asili ni hii: lolote utakalo kutendewa na wewe ndilo ufanyaye, jamani, utende. Sasa kama unamlaumu Bwana, ana mwaka mzima hajakujibu, miaka 2, miaka 3, wewe mbona una miaka 10 bado ni muongo, mzinzi, mlazaka, mwenye kiburi, hasira, mlafi, mchawi? Wachawi hawapo hapo, hao na hiyo nafuta, majambazi na kadhalika. Mbona sisi tuna miaka mingi kanisani? Kuna wakati wapendwa Mungu anatuangalia analia, akitutazama analia. Sisi tunavyomlaumu, angalieni wengine mpaka tunasema kwenye kanisa hili Mungu hajibu maombi, nimeomba sana hajanijibu. Wewe amekulilia mara ngapi haujaacha? Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Isaya 1 mstari wa 18. Yule msomaji wangu bado uko hai? Yupo. Asante. Anasema 18. Anasema neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane. Haya njooni tufanye nini jamani? Tusemezane. Sasa hebu malizia, afu kuna kitu nitaka kusema. Asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hata kama ungeishia hapo. Lengo langu nataka ulielewe hapa ni hili: haya njooni tusemezane. Ninajua Kiswahili kinaweza ikawa kigumu, naomba nikielezea kwa mfumo huu. Kuna tofauti ya mtu anayekwambia haya njoo useme, na mwingine anakuambia haya njoo tusemezane. Kusemezana ni kuongea na rafiki ambaye unampa muda na yeye wa kuongea, lakini anayesema kwako yeye anaongea frequent, ni mfululizo. Marafiki wa hivyo wanakela. Unakutana naye yeye anajua kila kitu. Ukigusa habari za siasa, yani hapa Kenya iko hivi. Ukiingia mpira anajua, ukiingia kanisani anajua. Hakupi muda wa kuongea. Mungu anataka marafiki ambao watampa muda wa kumsikiliza. Sasa kuna kamfano haka wani nakatoa, naomba nikatoe pia kwenu, ili ujue kwamba huwa hatumsikilizi Mungu, ila sisi tunataka tusikilize. Angalia mfano tu wa simu wakati wa ibada. Hicho tu kidogo, wala sina ugomvi na ninyi, ila hiki tu kidogo. Kwa mfano, mimi na simu yangu mahali hapa, na wote wenye simu, chukulia mfano, umeingia kupiga magoti kuomba. Kaanza kabisa kuomba, una jambo lako gumu, mama unadai mtoto, jana unadai mchumba, unadai maisha mazuri, ukaanza kuomba, umebubujika mbele za Bwana, unalia, ukashtukia simu inaita, na umeweka vibration. Utafanyaje? Una wakati tuwasiliane, unafanyaje? Unaendelea kuomba kabisa, sawa. Halafu wakati unaendelea kuomba ikaita boy, ikarudia tena.
unafanyaje? Unagalisha maombi Sasa angalia, huwa tunafanya hivi, ikiwa inaita huwa tunaacha kuomba afu tunaitazama. Lakini cha kwanza huwa tunakuwa wavumilivu kwanza. Bado unabubujika, Bwana nisikie Baba. Ikiita mara ya pili unaweza wenda yule mtu naye mdai anataka kunilipa pesa. Kwa hiyo unafumbua macho. Wengine wanafumbua jicho moja. Kumbe ni huyu. Kama ni simu ambayo sio ya muhimu unapotezea. Lakini kama ni ya muhimu unasema Bwana, hata hivyo unajua kabla sijaomba nitendee kwa jina la Yesu. Amina. Halo. Ni kwenye maombi. Kwa hiyo kwenye maombi simu sio kikwazo sana kwenye maombi. Maana tuna haja zetu, tunaongea na nani jamani? Na Mungu. Sasa nisikilize vizuri. Aya, twende kwenye kusoma Biblia. Nimeamua leo nitasoma kitabu cha Mathayo, nikafungua Mathayo hapa, heri wenye moyo safi, Mathayo 5, mara nikasikia huwa tunafanyaje? Tuongee tu kawaida. Huwa tunafanyaje? Wachana na kusoma Biblia. Kama hamjui angalia, ukishaanza heri wenye moyo safi. Halo? Vipi? Habari ya huko ulikuwa unazungumzia nini? Ile biashara basi hiyo hela kanitumie tu kwenye akaunti yangu ya M-Pesa, basi hamna tatizo. Sawa. Maana watapata rehema. Heri wenye moyo safi. When God no. Acha na Kiingereza sio cha kwangu. Wakati Mungu anapoongea kwetu, hatumheshimu kabisa. Lakini sisi tunapoongea na Bwana, tunataka atuheshimu. Wana Nyamaharaga, unataka maombi yako uyapokee haraka. Heshimu sana Mungu anapoongea na wewe, naye atakuheshimu utakapoongea. Amina. Simple and clear. Halafu hapo kwenye maombi kuna kautani kengine watu wakafanya. Asante Yesu kunikumbusha hili. Kuna kautani kengine watu wakafanya mpaka Mungu ameshatuzoea. Kwa mfano, wale mlio na watoto mtanielewa ili vizuri. Watoto wadogo. Ulishawahi kuwa na watoto wadogo wanacheza kule nyuma ya nyumba? Sikia, wanacheza kule nyuma ya nyumba. Halafu kasikia wanalia, kuna mmoja analia kilio kikali. Baba nakufa. Wamemuua mwanangu. Unakimbia, nini mwanangu? Eti huyu amenifinya hapa. Unaiona hiyo situation? Kwa sababu what? Amenifinya hapa. Kama ni Mkristo tutajizuia. Halafu kesho tena umetulia zako chumbani, unashangaa baba, nakufa. Unakimbia nini? Ameninyang'anya kopo langu. Kesho, nisikie vizuri. Kesho the same situation itatokea. Mtoto atalia kabisa, baba nakufa. Mchezo wenu huo kumbe ni nyoka kamng'ata. Maombi ya kumtishia Bwana kwenye hali ndogo yanamfanya kate tamaa. Umekosa sabuni ya kufuria, tunaanza Jehova jile uliyepasua miamba. Sabuni. Unaweza acha ujinga. Yaani nitumie nguvu ya kupasua miamba kukuletea sabuni? Wewe Elishadai ulipasua bahari wakapita. Alafu Mungu anasema, wewe anayeniita nguvu ile kupasua bahari, anaambia malaika kusanyikeni, msikilizeni mtoto wangu. Wanakusanyika. Unajua ndiye Bwana, wewe uliyepasua bahari, miamba ikayeyuka. Nisikilize Jehova. Sasa endelea. Nini shida? Unajua hapa nilipo mke wangu haongei na mimi. Sasa kesho gari hiyo hapo inakwenda kukugonga. Sasa Jehova alishadaza kama kawaida yako, acha upuzi. Kumbe ni gari inakwenda kukumaliza. Jifunze kuomba kulingana na tatizo ulilonalo. Bwana asifiwe sana. Kama tatizo ni dogo, sumuite tu vizuri. Na Yesu ana majina mengi. Yeye ni mkate wa uzima, yeye ni mwana kondoo, yeye ni simba wa Yuda, yeye ni daktari mkuu, yeye ni maji ya uzima. Mwite tu kawaida. Tujifunze Wana Nyamaharaga kuongea na Mungu kama rafiki yetu. Acha kumkoromea Bwana. Unajua nimekuja kwako, nitazame na unione. Nataka kukanyaga, nataka kupasua. Unakanyaga nini? Unapasua nini? Speak as you are speaking to a friend. Baba, nimekuja kwako. Wewe ulisema tukikosa chakula tukuite. Unaona sina chakula. Tena kwa jina la Yesu. Amen. Sometimes tunatumia vilio vikubwa sana mpaka Bwana amekata tamaa. Na watia moyo.
Jifunze kumsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua hata haya mchungaji anayarudia sana. Mimi ngoja niseme hili tu kutoka kabisa moyoni. Ingekuwa ni kule kwetu mchungaji akarudia tangazo kwamba msiwe mnatembea tembea. Watu wa kwetu hawako hivyo tena. Akishasikia tu mchungaji amesema hakuna atakayepita pita hapo wakati wa ibada. Wote hao. Sijui ni kwa vile umezoea maandamano. Sasa mchungaji anatangaza mara 3, msipite pita wakati wa ibada. Na kuna watu wanaangalia, unajua unatuona kama na hawana wasiwasi. Sometimes nature zetu zife ndipo tumuelewe Yesu Kristo. Mnajua mbinguni hatuna mbingu ya Watanzania na Wakenya na Waisraeli. Mbingu ni ya watu wote. Tutakutana kule. Kuna wakati Yesu atasema ni wakati wa kusujudu, shuka chini. Watanzania wote ngi. Wakenya wanauliza, kwani nani wanasema? Mikaeli mkuu gani? Nipungie mkono kama unanielewa vizuri rafiki. Kwa jifunze kumsikiliza Bwana. Sasa fanya hivi, hii tathmini kwenye hilo jambo la 6. Fanya hivi tathmini. Una miaka mingapi kanisani? Washiriki mlioko hapa. Kabisa na hili nalizungumzia openly. Mna miaka mingapi kanisani? Una miaka 3, 4, 5, jipime. Una nini ambacho Bwana anakudai mpaka leo? Mpaka umlaumu wewe. Amekuambia habari ya zaka tu, natolea tu mfano habari ya zaka na sadaka. Inaeleweka kabisa kwamba kuna zaka ya kwanza na ya pili. Unatoa 1 ya 10 na 1 ya 10 na kuendelea. Kwenye shilingi 1000 unatoa 200 na kuendelea. Lakini mbona bado tunakula zaka? Na sisi tunataka tukiomba Bwana atusikie, tumuonee huruma sometime. Mbona ameeleza usizini? Mbona wazinzi wamo kanisani? Hata kwenye makambi haya. Koja nishare nanyi hii habari. Niko kwenye kambi moja. Sikuwa mchungaji, tukiwa watoto wadogo kwenye kambi moja kule kwetu. Makambi yanaendelea kama hivi, watu wanajitakasa, wenye mapepo yanaondoka. Siku ya Sabato, Mr. Maombi, siku ya Sabato kulikuwa na kiongozi wa shule Sabato, powerful. Akaandaa programu ya shule Sabato nzuri, Sabato ya kufunga makambi. Hapo akawa na karani wake wa shule Sabato, wakafanya programu nzuri. Na siku ya hotuba Jumamosi, mchungaji akasema, jamani, ni siku ya kujiweka wakfu, kila mmoja aache uovu wake. Watu wakakusanyika, wakaombewa, wakamshukuru Bwana kwa programu ya shule Sabato. Jioni kama hivi tunataka kutawanyika. Huyu mkuu wa shule Sabato alikuwa mwanamume, karani wa shule Sabato mwanamke. Tukashangaa mke wa mkuu wa shule Sabato anasema, jamani, mume wangu simuoni. Na mume wa karani anasema, hata mimi mke wangu simuoni. Sisi wa Tanzania tunapenda sana utani. Tunasema tutawanyike, wameshaoana hao. Jamani, lakini tuwatafute. Utatafutaje watu wazima? Tukatawanyika. Na kwa kweli ikaisha Jumapili, watu hawaonekani. Jumatatu hawaonekani. Jumanne hawaonekani. Jumatano kwenye mtaa hivi, majirani waliokuwa eneo lile wakasikia harufu mbaya eneo la makambi. Wakaenda kwa mchungaji kama hapa kwa mzee Kiraka. Wakamwambia, pastor, kwenye kambi hili mlichinja nini? Mbona harufu mbaya ya vitu vimeoza? Pastor akamwambia, no, hata kama tulichinja, tulikusanya takataka zote. Akamwambia, twende. Akachukuliwa na mwenyekiti wa mtaa, sijajua unawahitaji. Akamwambia, twende tukakague. Wakaenda kwenye eneo la makambi, wanazunguka. Wanasikia harufu mbaya, lakini kilichooza hakionekani. Wakasogea karibu na nyumba iliyokuwa ya mchungaji, akahama. Wakisogelea harufu inakuwa mbaya. Ndipo wakabomoa mlango. Kuingia wanakuta mkuu wa shule, karani wa shule Sabato chini, mkuu wa shule Sabato juu. Kumbe baada ya kutoa programu nzuri ya shule Sabato, wakaenda kupongezana kwa zinaa. Bahati mbaya, kumbe walilala chini ambapo kuna nyumba ya joka aina ya fira kwenye shimo. Limewatandika, wamefia pale wote wawili mpaka wameanza kuoza. Na ngoja nikwambie, watu wakawa kama wamepigwa mvua ya mawe. Jamani, njoni tuone. Wasabato jamani, wanakuja, wako uchi wa mnyama. Asante sana. Walikuwa wanazini. Na usishangae hata kwenye kambi hili kuna majamaa yanaendesha zina na kambi linaendelea. Sio kwenye kambi kule, sasa kule. Wamekufa. Mama ameacha watoto, baba ameacha watoto.
Alafu huyo naye anamlaumu Bwana, analeta maombi kwenye sanduku, anasema Bwana, miaka 5 hujanijibu. Wewe ni miaka mingapi Bwana nakuita hujafanya? Namba 7. Ukishajifunza kumsikiliza Mungu, jambo la 7 linafuata. Jua namna Mungu anavyojibu maombi. Kabla hujaomba kitu, jifunze Mungu huwa anajibu maombi kwa namna gani. Daudi aliomba mjengee Bwana hekalu, na Bwana akasema ndio, utajenga, lakini sio wewe. Atakayejenga ni Sulemani. Na Biblia inatoa sababu kwa nini Daudi hautajenga. Wewe ulimwaga damu nyingi, kwa hiyo atakayejenga ni Sulemani, hakumwaga damu. Kwa hiyo kuna watu wasi wakatishi tamaa. Ninawaambia tu ukweli. Utamwambia Bwana, ninaomba mafanikio, nitajirike, niwe na gari, niwe na nini. Mungu anasema ndio, nimekubali, gari utapata, ila sio wewe, maana kwenye ujana wako ulihonga sana. Atakayepata gari ni mtoto wako. Simple and clear. Mungu katika kujibu maombi yake, unaweza ukaomba wewe akajibu kwa njia ya wanao. Ibrahimu aliambiwa hivi, nitawapeleka katika nchi ya utumwa, na baada hapo mtakuja, nitawapa hii nchi ya Kanaani. Baada ya miaka 400 mtarithi mahali hapa. Ibrahimu akafa hajaiona nchi ya Kanaani, akafa Isaka hajaiona, Yakobo akafa hajaiona, Yusufu akafa hajaingia. Kizazi kilichofuata ndio wakaingia Kanaani. Naomba nikutie moyo mama uliyeko hapa, ninarudi kwenye jambo la sadaka lile lile. Una mambo ambayo wewe uliyaomba na kwa kweli kwako yameshindikana. Ulimwambia Bwana, natamani niolewe kwa kufunga ndoa na mimi nivae shera, na sasa ulishajichanganya, haujavaa hiyo shera, umeolewa kwa kukwapuliwa kama kifaranga cha kuku. Usikate tamaa, mwambie Bwana, sikiliza, ahadi zako zitimie kwa wanangu, waolewe kwa kufunga ndoa. Amina. Simple. Acha ukata tamaa na kusema mimi ndio hivyo, ilisha hivi. Huo ni ubinafsi. Maana wasiokuwa wabinafsi wanaomba mpaka mafanikio ya watoto wao. Na hili ngoja niwaambie, hapa ndipo walipotuzidi wenzetu wale weupe. Kwenye hili wanawapigia saluti. Wao wakiweka malengo hata ya kimaisha, wanaweka malengo ya miaka. Unaweza kukuta mzee ana miaka 50, anaweka malengo ya miaka 100 mbele. Unamuuliza mzee, wewe unaandaa magoli haya mafanikio utayari? Anakuambia no, kwa ajili ya wajukuu zangu. Sisi wa kwetu anaandaa malengo yake ambayo atakula kesho, akifa afe na vya kwake. Ubinafsi umetujaa. Tambua Mungu anavyojibu maombi. Na bahati mbaya sisi watu ni waaminifu kumuomba Mungu, ila akijibu tunasahau. Mwanafunzi mmoja amepigwa na njaa, mwanafunzi wa serikali wa sekondari. Amepigwa na njaa, amelala njaa, siku ya kwanza ajala, siku ya pili ajala, siku ya tatu akapiga magoti, akamwambia Mungu, ninakuahidi leo nikiwa naenda shuleni, nikiokota pesa shilingi 10,000 ya Tanzania, nikiokota shilingi 10,000, tutagawana 5,000 nakupa, 5,000 nabeba. Mungu ni mwaminifu. Kijana alipotoka tu mlangoni kwake, anatembea hatua chache, akaokota 5,000. Akasimama, akasema lakini niliomba 10,000. Mbona ni 5,000? Angalia akili za kibinadamu. Akasema Mungu, wewe ni mjanja. Kumbe umeshakata 5,000 yako. Basi tumemaliza, na kijana kaendelea na 5,000 ile kula. Inilio sensi alipaswa afanye hivi, wagawane 2,500 ili akitembea mbele tena akiokota 5,000 wagawane 2,000 ngapi jamani? Lakini akasema Mungu, umeshakata ya kwako, tumemalizana. Na wengi leo ni wazuri sana kuweka nadhiri, wengi sana. Na hata mko hapo wengine mlisema nikiajiriwa ukinisaidia biashara yangu ikikua, mshahara wa kwanza. Kuna mmoja alijichanganya akaniambia, pastor, nikiajiriwa mshahara wa kwanza na wa pili nampa Mungu. Sasa what? Mshahara wa kwanza na wa pili? Nikamwambia una uhakika mshahara wote ule? Ndio, hata uwe ni mamilioni mangapi. Mungu si athubani, hata hivyo sio Muislamu. Mwanajeshi. Na unajua wanajeshi hawana mishahara ila wana malipo. Fika kule, pigwa milioni za kutosha mwezi wa kwanza. Sasa pastor, kwani nikiwa nakata kidogo kidogo? Niambia we peleka. Sasa na mwezi ujao peleka. Pastor, unajua Mungu hahitaji hela, anataka moyo. Nampelekea moyo, yeye ni mpika supu. Mungu sio mpika supu.
Maana anasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapofanyaje? Utakapokuwa. Unapelekaje moyo bila hazina? Kijana kajifanya na akili. Unajua pasta, Mungu anataka moyo. Kwa kifupi, sijui kama nidanganya au ni kweli, aliniambia malipo yake aliyokuwa analipwa kwa mwezi katika kazi yake huko, alikuwa anapewa 2,207,000. Sasa anasema, pasta, napeleka zote. Nikamwambia, sikiliza, kata kwanza zaka na sadaka, inayobaki yote peleka kanisani. Pasta, haiwezekani. Akafanya kichwa ngumu. Mwezi wa kwanza akapeleka 200,000 kati ya 2,207,000. Nikamwambia, umeyakanyaga. Wakampanga Kongo hapo, vita zinaendelea, wakampanga kwenda huko. Mpaka leo tunavyozungumza yuko chini ya ardhi, tandikwa risasi. Hata miezi mingapi ya jeshi, huyo ulirudi mwili. Wewe unapomwomba Mungu, elewa anatumia njia gani kujibu rafiki. Na mimi niliwaambia juzi, na hili nalirudia kwa neema ya Mungu, kama haujajipanga vizuri, acha kumbipu Mungu. Usimuombe kabisa. Acha kuomba kwa muhemko. Usiombe kwa muhemko, Bwana fanya hiki, ukifanya hiki mimi nitafanya hiki. Na wengine wameua mpaka ndugu zao kwa maombi. Si mnajua kile kisa cha mchungaji alienda kusoma Ulaya, akaacha mke wake hapa, hajapata mimba. Anarudi baada ya miaka 5, anakuta mke wake ni mjamzito. Anamwambia mke wa mchungaji, mama pasta, hii mimba ni ya nani? Mke wake anasema ni ya kwako. Anasema, ya kwangu mimi nimekuwa Ulaya miaka 5. Sasa hii mimba imekuwaje ya kwangu? Anasema, usinisumbue, ya kwako. Pasta hasira zikapanda. Anasema, Bwana, na idhihirike kama hii mimba ni ya kwangu. Fanya tukio ambalo dunia haitasahau. Wamepiga magoti na mke wake. Pasta anamwambia, mama, nyanyuka sasa, tumemaliza kuomba. Mama anasema, nina nguvu. Asha paralyze kitambo. Pasta haamini. Anaambia, hebu nyanyua mkono. Haunyanyuki, nisha paralyze. Sasa hebu jivute. Nijivute namna gani? Yaani nilivyokaa hivi ndo nimekwisha. Pasta akabeba, peleka kitandani. Anashangaa mama, anajikojorea, anajinyea, anasema, kumbe ni serious. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anasema, Bwana, mrudishie nguvu zake huyu mama aweze walau hata kutembea. Umeshachelewa, ni mzigo wako. Na Biblia anasema mpaka mauti itakapofanyaje? Tenganisha. Pasta alizoea akienda kazini, akirudi, japokuwa kweli huyu mama amekosea, ni mzinzi, ni wa namna gani, akirudi at least kuna mwanamke anampokea. Wao, karibu baba mchungaji, karibu maji ya kuoga, nini. Leo anarudi anakuta vifurushi vya vinyesi, mama amejinyea. Anaambia, afadhali mume wangu umekuja, njoo nitawaze. Maombi ya hasira. Niwaambie kitu, hili box hili mlione hivi tu, nyinyi mnaliona tu kama ka box fulani. Fikiri kabla hujaomba. Mungu njia zake za kujibu maombi ni mbaya na ni ngumu. Wewe unaweza ukaomba tu kama utani, lakini kwenye maombi hayo akafanya tukio ambalo hautaamini. Si hii nao ni share. Nimetoka kambi, yani nilivyokuja hapa Jumamosi iliyopita nimefunga kambi. Nikapewa ushuhuda huu. Nikamwambia, andikeni maombi yenu wapendwa, kila mmoja apeleke kule. Kuna kijana mmoja ana mama yake si msabato. Anakunywa pombe yule mama mpaka anajisaidia kwenye nguo. Halafu anampigia simu kijana wake, mwanangu, nitumie hela, ninaumwa. Akimtumia, badala ya kwenda hospitalini, anakunywa pombe. Kwenye maombi akaandika hivi, Bwana, mama ananisumbua sana, ninatamani kama unaweza apumzike. Hivi ninatoka kule, kijana anapiga simu, pasta, niombee, naenda kumzika mama. Huwezi amini, kweli amekufa. Kaambia, amekufa? Alikuwa anaumwa? Hapana, ila roho inaniuma. Nini? Unajua niliomba nikasema kama hivyo mama apumzike, na kweli amekufa bwana mchungaji. Kwani wewe uliombaje? Apumzike. Sasa amekuaje? Ndio hivyo bwana, kweli bwana, kumbe ni kweli bwana amekufa. Sasa uliombaje? Afe. Sasa amekuaje? Amekufa. Hata wanaume mnaoona ni wakorofi, punguza maombi. Tunaona anakoakoa, Bwana mapenzi yako yatimize, kama ni kumtoa mtwae, ni baki amtwae kupeleka wapi? Subiri afe ndipo utaelewa faida ya huyo mwanamume. Na tena ngojeni niwaambie, mwanamume ni mwanamume hata kama hana pesa mfukoni. Ni mwanamume humo ndani, akiunguruma mpaka vibaka wanajua kuna mwanamume. Acha tu abaki kuwa tu hata wakufukuzia panya humo ndani, mshukuru Bwana hata kama ni wakufukuzia panya. Acha tu abaki, linajizungusha tu kama kambwa akakulinda, linarudi tu humo, linarudi. Mshukuru Bwana. Maana kifa
Hata vibaka watakudharau, vinapita dirishani vinagonga, Mama Juma, Mama Juma. Ni jamani, mimi nimeshalala. Bwana, kwani una mme? Hebu fungua bwana. Jamani, siku hizi mimi wananidharau, lakini likiwemo ni mwanaume, hata kama nina kikozo zio mme wake yumo. Achana na maombi ya kuombea mtu eti ameniudhi. Ndio maana niwaambie wanandoa, ninawaambia kabisa kutoka moyoni, usiniulize pastor, hilo wewe unaliweza. Usiniulize, maana na mimi ni mwanadamu kama ninyi. Nataka niwaambie, kama mwenzako amekukosea, maombi unayoweza kumfanyia mwenzako ni kumsamehe. Amina. Hicho tu ndio adhabu kubwa kwa mwanandoa. Samehe. Nilikutana na mwanamume mmoja jasiri na bahati nzuri ni huku karibu na Kenya. Naomba nisitaje jina. Mwanamume ambaye alikuwa ni mwalimu, ameenda kazi kufanya kazi, anarudi nyumbani kwake anakuta mke wake ameleta mwanamume ndani. Anafika, anashangaa, anabisha mlango wa chumbani, ghafla anakuta wako kitandani. Mwanamume aliyemcha Mungu. Hiyo imani nikasema hata mimi amenizidi. Amebisha hivi, anakuta wako kitandani. Pole kwa usumbufu. Mkimaliza niko hapa sebuleni mtanikuta. Mwe na amani. Akarudi kaka. Mwanamume kaka, wala hana wasiwasi. Mwanamume akaanza kuimba nyimbo za Kristo. Wala hana shida. Imba nyimbo. Sasa nikuulize, ungekuwa wewe ndio unayezini, ungeendelea au ndio bimbie shengelishe mali hapa? Wakatoka. Angalia walipotoka. Mwanamume anamuuliza, mke wangu, huyu mgeni asiondoke bila kula. Mpikie chakula. Mwanamume anasema, "What? Mpikie chakula?" Akampikia chakula, wakala. Mpelekee na maji aoge. Mpelekee aoge. Akaoga. Baadaye anamuuliza, "Vipi jamaa yangu, ulikuja na usafiri gani?" "Nilipanda boda." Una hela ya boda?" "Usio na wasiwasi, hii hapa." Mwanamume akapewa hela ya boda. "Nenda uwe na amani." "Lakini unajua umetufumania." Shetani hajafa, uwe na amani." Nikukute kwa mke wangu mbwa wewe, alafu eti niseme nenda kwa amani. Hakuna biashara kama hiyo. Kuna vita sio ya kumwachia Mungu. Mungu hapigani vita iliyo ndani ya uwezo wako. Mungu anapigana vita iliyo nje ya uwezo wako. Amina. Hata sururu hauna. By the way, nyumba ya mwanamume unakosaje silaha? Ulikuta aise, kama una mume wako hapa kwenye mchago hauoni panga wala sururu wala sime, huna mwanamume, una firstborn wa kiume. Mwanamume hakosi silaha. Na ukiniuliza nitakupa andiko la Biblia. Petro alipoona wale wamekwenda kumkamata Yesu, alikata nini jamani? Sikio. Yesu akamwambiaje? Rudisha upanga alani. Hakumwambia tupa, no, rudisha. Maelezo ni kana kwamba anasema utakusaidia siku nyingine. Sio tupa. Unatupaje silaha? Hapa rudisha alani. Kuna siku utakusaidia. Mwanaume eti likampa hela ya boda. Nenda. Saa 12:01. Basi. Sasa wale ambao mtahitaji kuandika nitawapa hizo zilizobaki 3, lakini muda wangu hautosha sasa kwenda mbele. Sikiliza. Hata wembe ni silaha. Sasa kuna watu hata wembe hawana. Kuna watu wanaishi kiboya mpaka unawahurumia. Eti amebakiza tu Biblia na kitabu cha nyimbo mchagoni. Hivyo ni vya kufukuzia mapepo, sio vibaka. Kibaka afukuzwi kwa Biblia na kitabu cha nyimbo. Eti amebeba kuku afu naanza mwamba wenye imara. Atarudisha kuku kwa mwamba wenye. Amechukua kuku afu anamwambia kimbia kama wewe ni mwanamume, akigeuka ni mkuki. Anarudi. Sasa naendea msalaba. Unajua dini haitufanyi kuwa wajinga. Dini haitufanyi kuwa wajinga. Ndio maana Biblia inasema moyo welevu kama nini? Kama nyoka na wapole kama nini? Kama huo. Ukipenda chukua, usipoipenda acha, lakini kuna siku utanielewa. Mimi mke wangu alikuwaga naangalia hapo mchagoni, anakuta kuna nini? Chuma kikubwa liko hapo lizito. Sasa mume wangu, wewe ni mchungaji, hili la nini? Nikamwambia utaelewa siku moja. Sasa una mpango gani na mimi? Sio kila silaha ni kwa ajili yako, tulia, utaielewa siku moja.
Siku ya siku tukashangaa kwenye banda la kuku. We. Naangalia paka. Niambia sawa, mke wangu, paka. Sasa tumuombe. Unamwombea paka anayebeba kuku? Niambia sikiliza. Nikatoka na lile lungu. Kimya. Paka yuko hapo. Na uzuri kumbe paka usiku ukimumulika kwa tochi yaoni. Anabunga. Piga lungu ya kwanza. Wakati unapiga kwa uoga, maana paka naye akiamua anaweza ukurarua. Piga ya pili, ya tatu, akalambarara chini. Akafa. Niambia mke wangu, umeona ya kwanza hii? Sawa. Tumekaa siku nyingine tunashangaa dirisha linafunguliwa wazi. Kuna vibaka pale Dodoma. Naona suruali yangu inavuta. Serious kabisa, watu wanabeba suruali. Hafu wewe ndio anze Kristo wane. Kristo wane yote suruali inaenda. Ndio mke wangu tulia. Ndio maana ya hii rungu. Alivyonyosha mkono. Sijui kama ulikatika, maana hakurudi hata kuungama. Ila ninaamini kule aliko atakuwa anatembea hivi. Hicho ndicho neno lake. Kwa hiyo mwanamume anasema chukua na hela ya boda, akampatia. Mwanamume akaondoka. Sasa unajua kilichotokea ni nini? Yule mama akaogopa, akasema amemwachia mwanamume ili aniue mimi. Usiku akilala, mwanamume akijigeuza, mama usiniue. Nilishakusamehe. Baada ya wiki moja, mama akarudi kwao. Anafika kwao, wazazi wanamuuliza, "Mbona umerudi?" Mimi huko sitaki kuishi na mume wangu. Mwanamume naye akafika. "Wazazi wangu nimejia mke wangu." "Kwani mmekosana nini?" "Mimi sijui, muulizeni mtoto wenu." "Wewe binti, mmekosana nini?" "Hamna." Baadaye binti akamwambia hivi, "Baba na mama, ili nirudi kwa mke wangu, kwa mume wangu, masharti mawili. Moja, anipige mbele yenu. Akinipiga ninarudi. Au aniahidi kwamba ataenda kanipige nyumbani, narudi." Kumbe wa mama sometimes vipigo ni vizuri. Kabisa akamwambia akinipiga mbele yenu tunarudi naye. Au akiwahakikisha kwamba tukifika nyumbani atanipiga, tunarudi. Akasema, "What? Unaumwa sasa?" "Siumwi, niko sawa." Mwanamume akamwambia, "Baba, kama hilo ndilo ombi lake siwezi kumpiga mbele yenu. Ila tukifika nyumbani nitampiga." Sasa twende. Wakarudi. Wamefika nyumbani, mama anasema, "Nipige sasa, nitakupiga jioni." Baba akatoka kwenda kutembea. Anarudi. Ana saa ya 100,000 ya Tanzania. Ana vitenge vya 50,000. Ana viatu vya 200,000. Akamwambia, "Hiki ndicho kiboko changu. Chukua." So what? Yaani hivi ndio unanipiga? Ninamaanisha unipige kwa maana sijafundishwa kupiga mwanamke, nimefundisha kumpa zawadi. Mama akasema, "Huyu ni mkwara. Kuna sumu anaiandaa." Siku zikaenda. Mama hana amani, alikuwa na afya yake amenona, wakashangaa mwili unaporomoka, hips zinashuka. Yaani mama haeleweki. Mimi akanamuuliza, "Mbona unakonda?" Sasa, "Hapana. Siku ukinipiga nitapona." "Mbona mwanzo nikupige kwa nini? Mimi namwelewa Yesu." Jichanganye kwa Pastor Ben, unaniomba kupigwa? Haisema kwa kwa jina la Bwana na kukumuta kama hiyo ndio dawa yako. Piga. Sema kupigwa. Piga halafu apone. Ni sawa na wale mlio wanawake eti mnagombezana. Nipige kama wewe ni mwanamume, nipige. Halafu unasema, Bwana atakulipa." "Atamlipa saa ngapi?" "Tandika hili." "Bwana atakulipa." Kikao cha mwisho cha wanaume hatukusema hivyo. Wanawake wenye mdomo mnaozungumzia chumbani afa natoka sebuleni nakwambia, "Nipige uone, piga basi, gusa basi." Afadhali. Mwambie jirani yako, za kuambiwa changanya na za kwako. Namba 7. Namba 8. Namba 8. Namba 8. Unajua kuna kambi nilienda, wakauliza, walisema, "Pastor, hivi kujipamba ni dhambi?" Nikamwambia, "Sio dhambi, kama una hela jipambe." Kesho yake narudi. Wote wana rasta wakikuangalia wako. Nikasema, "What?" Ndio ninyi wa Adventist nilikuwa naongea nao. Ndugu zangu sikiliza.
Nisikilize mahali hapa. Kama kuna dawa nzuri duniani ya kumsaidia mtu ni kumsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kweli yule mama alikufa ghafla. Hiki kisa nikipataje? Nilipita pale nikamuuliza yule rafiki yangu, kama ambavyo tumekutana kina Nduso hivi marafiki zangu. Nikauliza, "Alo, shemeji ya jambo?" Nikaona machozi yanatirika. Nikauliza, "Mbona unalia?" Anasema alikufa. Alikufaje? Ndo akanipa hicho kisa. Msamaha unaua wapendwa. Watu waliosamehewa kabisa, hatia inawaumiza kuliko hata kipigo. Kama mtu anaona ni heri aombe kipigo kuliko msamaha. Hatujui. Sasa ziandike hizi alafu tuombe. Samueli ya kwanza sura ya 16 mstari wa 7 tutasoma kwa wakati wako. Samueli ya kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Haya. Namba 8. Hivi ni namba 8 namba 7? 9. Tunaenda namba 9. 8. Sasa isikilize kwa haraka. Namba 8. Kosa la 8 tunalofanya kwenye maombi, hatujui vifungashio vinavyobeba maombi. Hivi hii lugha kifungashio inaeleweka huko? Haieleweki. Geni. Mnaona hivi vikaratasi hivi vimifuko ambavyo walikuwa wamebebea siji machungwa siji mayai. Mnaviona? Hicho ndicho kifungashio. Sasa Wakristo nisikilizeni. This is serious. Maombi yoyote tunayoomba yana kifungashio. Haka kadude haka kako hapa hivi. Yana kifungashio. Maombi hayajaji yakiwa wazi. Yanakuja na kifungashio. Ninakupa mfano mdogo kwenye Biblia. Suleiman alipoambiwa achague kitu cha kuomba, aliomba nini wanakanisa? Hekima. Sasa angalia, badala ya kupewa hekima akapewa matatizo. Kifungashio cha hekima ni matatizo. Ili ukiasolve ndipo tujue una nini jamani? Una hekima. Wewe unapoomba utajiri, kifungashio cha utajiri ni kusaidia wahitaji. Unashangaa umemwambia Bwana, nifanikishe biashara yangu ipande. Kesho anatokea mtoto. Unajua Baba Juma mimi sare ya shule imeisha. Ukikangalia kweli ni kama maskini. Mimi mwenyewe nina watoto wangu bwana. Usinisumbue. Kwani nikuzaa mimi? Anaondoka. Mungu anasema kifungashio kimemshinda. Kila ombi naloomba lina kifungashio. Kwa hiyo usiombe ombi ambalo haujajua kifungashio chake ni nini. Umeomba hekima, kifungashio chake ni migogoro na matatizo. Umeomba uvumilivu, kifungashio cha uvumilivu ni matatizo. Hata wale mlioko kwenye ndoa, usiombe uvumilivu. Omba Bwana yaondoe matatizo, maana ukiomba uvumilivu maana yake matatizo yaendelee ila uongezee uvumilivu. Ndivyo vifungashio. Ndivyo vifungashio. 9. Kwa wakati wako hapo kwenye vifungashio utasoma Wafalme ya kwanza 3 mstari 25. Wafalme ya kwanza 3:25. Namba 9. Kosa la 9 tunalolifanya, tunasifu ukubwa wa tatizo badala ya kusifu ukuu wa Mungu. Ukubwa wa tatizo badala ya kusifu ukuu wa Mungu. Sijajua kama hiki Kiswahili kinaeleweka vizuri kwenu. Yaani unapopiga magoti unatumia muda mwingi sana kulisifu tatizo. Baba, unaiona hii kansa. Unajua hii kansa nimeambiwa itaniua. Halafu ni kansa ya damu. Bwana, nisikilize. Ninampenda mtu mmoja anaitwa Dr. Heri Muhando. Wangapi waliwahi kumsikia huyo mtu? Heri Muhando, mhubiri huyo. Wa kule Tanzania. Wachache wanamfahamu. Yule dokta ni mchungaji. Naweza kwenda kumwambia tatizo, kumwambia, "Pastor, nina kansa ya damu." Sikiliza atakavyoomba. Baba, haka ka kansa haka kaondoe. Utasikia tena sasa, "Baba, angalia hii ni ugonjwa mkubwa, utamua." Usisifu ukubwa wa tatizo. Na kwenye maombi yako, wamama mlioko hapa, una tatizo lolote, acha kulitaja kwenye maombi yako. Bwana angalia, mimi ni mgumba miaka. No, achana na hiyo kitu. Tangaza ukuu wa Bwana. Ukipiga magoti yako mwambie Bwana, nisikilize. Wewe ni mkuu kuliko magonjwa yangu. Wewe ni mkuu kuliko kansa. Wewe ni mkuu kuliko ugumba wangu. Sina shaka na wewe. Mwexalti Mungu wako, mpandishe juu. Usipandishe ukubwa wa tatizo. Walioelewa na waseme amina. Tangaza. Wao wanasema hivi Waingereza, ambapo kwa Kiswahili maana yake ni hili. Usimtangazie Mungu ukubwa wa tatizo, bali litangazie tatizo ukuu wa Mungu wako. Ndio kanuni. Sasa wengi wao mnaishia malalamiko wala sio maombi. Ukipiga magoti hapo utasikia tu, "Angalia mwaka huu njaa inavyopiga. Baba yetu tutakufa." Wala hao ni malalamishi. Mwisho lakini si kwa umuhimu. Mwisho,
Hapo kwenye kusifu ukubwa wa tatizo mtasoma Yohana sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Jamani, Yohana sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Sikiliza, inasema hivi, nisome kwa haraka. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Si mnakumbuka yule mwenye miaka 38? Yesu akamuuliza, wataka kuwa mzima? Sikiliza majibu ya mgonjwa. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Jamani, hilo ndilo jibu la Yesu. Yesu anasema wataka kuwa mzima, hata kama hamjui Kiswahili. Jibu lake ilikuwa ni nini? Angalia mwanamume, wataka kuwa mzima, unajua mimi sina wa kunisaidia. Hapo dada, unataka kuolewa, unajua Mungu mwenyewe, unaona shepu yenyewe haipo, hata rangi yenyewe. Unataka kuolewa, unajua hata hivyo mimi hapa nilipo, angalia rangi yangu nyeusi kama spika. Unataka kuolewa, acha kuzunguka. Yesu anakuuliza, lenga tatizo lako. Unataka kununua gari, unajua mimi unavyoniona hapa, biashara yenyewe ya 500 gari nitanunua sasa. Unataka gari? Ndio. Mama, unataka amani kwenye ndoa yako, unajua angalia Mungu, mume wangu mwenyewe anavuta sigara, halafu pombe ndio usiseme, halafu akija ananipiga. Unataka amani? Kwa kweli mwanamume huyu atakapoacha pombe, amani itakuja. Unataka amani? Ndio. Hiki ndicho kinatutesa hata kanisani. Mtu amezini, unamuuliza, we binti, kwenye baraza la kanisa, binti, inaonekana umezini. Nani aliyekuepo? Waliniona? Nilikuwa saa ngapi? Loji gani? Nilikuwa nimevaa gauni gani? Majibu ya ndio hayapo, na makosa sio ya kwetu. Makosa ni ya Adamu. Adamu, umekula tunda? Si mwanamke uliyenipa. Mwanamke, mbona umefanya hivi? Si nyoka. Ugonjwa ulianzia hapo. Unataka mafanikio, unajua mimi sijasoma. Unataka kazi, unajua elimu yangu mimi ni form 4. Unataka kazi? Mwisho wa kunukuu. Sasa kwenye makambi ya leo, jifunze kujibu ndio Yesu anapokuuliza. Sema tu ndio, ninataka. Basi, mwisho kabisa kwa leo. Mwisho, nisikie ya mwisho. Tatizo la mwisho. Tunaomba bila kujua sisi ni akina nani. Kuna wakati unaomba maombi ambayo sio saizi yako kabisa. Unaomba pikipiki, Mungu akikuangalia anasema, ili pande la baba lilikuwa linatakiwa gari, sio pikipiki. Niwahi kufanya hilo ombi. Nikuchekeshe. Wakati nimetaka kuoa, nikajenga kanyumba kakuanzia. Ndio maana wanawatia moyo vijana hata ambao mjaoa, usisubirie mpaka ujenge ndipo oa, mkajenge wote. Nikafanya jaribio, nikajenga kanyumba ka slope. Ili neno slope huku Tanzania, Kenya linajulikana? Lipo. Sasa hiyo slope ilikuwa ya bati 5. Alafu tofali ni za tope, nimefyatua tu haraka haraka nikaweka. Jumatano hiyo, alafu Jumapili nafunga ndoa. Baba akaniangalia akasema, lakini kijana wangu, wewe sio wa kujenga kajumba kabati 5 alafu ka tope. Nikamwambia baba, kanatosha. Akasema, haya ngoja tuone. Alhamisi ikashuka mvua ikakasomba kodi. Na Jumapili nafunga ndoa. Wow. Nikaenda kwa mzee nikamwambia, baba, kanyumba kameondoka. Alinicheka, sijawahi kusahau hicho kicheko mpaka leo. Mzee anacheka mpaka naanguka zao. Mwanangu. Akaniambia, kwa ulitarajia binti mzuri hivi unamleta kwenye nyumba ya tope? Akasema, huyo ndiye Mungu wangu. Nikamwangalia, nikasema, haya, kwa baada ya hapa mke wangu namleta wapi? Akasema, subiri Mungu akupe nyumba inayolingana na hadhi yako. Sijakaa sawa. Siku hiyo hiyo ya Alhamisi nyumba imeanguka. Jioni akapita mzee, alikuwa amejenga nyumba nzuri. Akasema, jamani, mimi nimehamishwa, kwa hiyo ni hii nyumba yangu, natafuta wa kuikodi au kuinunua. Nikasema, what? Kuinunua? Ndio. Nikasema, mzee, naiomba. Nikapeleka mke yenye hadhi yangu. Sasa unaomba tu biashara tu mtaji wa shilingi 10,000 ya Kenya. Bwana nisaidie, nifungue biashara. Ukimuuliza, mama, unataka biashara nini? Mimi cabbage tu na mnafu nitakuwa ninauza. Mama, unaona hiyo figa yako ni ya cabbage? Serious? Yaani upite unatangaza Chinese. Mungu anasema, hauendani. Omba mtaji mkubwa. Kwa hiyo kabla hujaomba, angalia unachokiomba mnalingana. Unaomba mnachoendana. Maana wengine tunaomba vidogo, sisi ni wakubwa. Wengine wanaomba vikubwa wakati wao ni wadogo. Bwana nisaidie, nataka nimiliki milioni 10 za Kenya. Mungu akiangalia kichwa chenyewe cha kutunza milioni 10 hakipo, anasema watakuua mapema.
Usiombe vitu ambavyo haulingani navyo. Unakomaa kumwombea mtoto, Mungu msaidie apate division 1. Mungu akiangalia kichwa cha kubeba division 1, kichwa kinashinda kwenye katuni, na unakomaa kabisa unamsumbua Mungu, Bwana tenda muujiza division 1, na kinashinda kwenye katuni. Mungu anasema mbona hauelewi? Huyu sio wa division 1, huyu ni wakuja na 0, tena yenye masikio. Hiyo ndio stahiki yake. Usiombe ambacho unaona hamlingani. Ni sawa na mwanamume mrefu anaomba kununua IST au Karina. Gari. IST huko mnazifahamu? Gari za IST. Karina zikoje? Oi. Hivi vigari vidogo. Unajua kuna gari za kupanda na kuna gari za kuingia. Si mnajua hiyo tofauti eh? Yaani gari ya kuingia unashuka tu hivi wala haunyanyui mguu. Yaani unaingia tu hivi. Hiyo ni gari ya kuingia. Mwanamume mrefu anatakiwa aombe gari ya kupanda hivi, ambaye unakuta anaendesha gari huku hivi. Hajajua alichokiomba. Omba gari ya kupanda, na hiyo ndio stahiki yako. Unakaa kwenye kasiti brother maombi, wewe usiombe kununua Karina. Wewe tafuta gari ambayo kweli ukiingia, maana sauti yako kwanza. Kuna wakati hata traffic anabisha hodi kwenye mlango wa gari yako, unashusha kiwa na Mungu wangu. Yaani mtadhani umekaa kwenye kiberiti. Anasema huyu ameingiaje humu? Tafuta gari. Hiyo simeisha sasa. Situombe sasa tumalizane. Amen. Hayo ndio makosa tunafanya kwenye maombi. Unaomba bila kujua wewe ni nani. Na wengine mnaombea watoto wenu wapate kazi. Wamama na wababa mwisikie hii. Unaomba mwanao apate kazi, mpe kazi aajiriwe. Kumbe wala yeye si wa kuajiriwa, yeye ni wa kuwa bosi. Anatakiwa fungue mtaji wake na miradi yake, yeye ndiye awe bosi. Lakini wamekomaa, Bwana nisaidie nipate ajira, nimemaliza chuo kikuu. Mungu anasema no, wewe si wa kuajiriwa. Wewe ni bosi, anzisha kampuni yako. Sasa tambua wewe ni nani. Muulize jirani yako, unatambua wewe ni nani? Amesemaje? Amekataa. Amekataa. Na ni kweli. Sasa ngoja niwaambie. Ukitaka kujua mtu ajitambui yeye ni nani, hii ni kwa ajili ya wale wanandoa afu msimame. Ukitaka kujua umeoa mtu ambaye ajitambui, mtoe out. Afu ukimfikisha out muulize, unakula chakula gani? Ukisikia amekwambia chochote, huna mke, una bendera ya taifa. Mama, unakunywa kinywaji gani? Chochote. Ameshindwa kuchagua chakula, atachagua maisha. Ai. Chochote. Hata miguu ya kuku. Simameni sasa tuombe. Simame. Hii imeshaisha wala hatuendelee. Hii imeshaisha. Imeshaisha ndo tumemaliza hivyo. Hii ni Alhamisi. Ni Alhamisi ya kumalizia tu wala hamna shida. Sasa hebu nione kama tulikuwa wote. Makosa 10 tunayoyafanya wakati wa kuomba. Namba moja, kosa la kwanza. Oh my God, umepotea wapi? Kosa la kwanza, imani ya kuomba inakuwa ndogo kuliko imani ya kupokea. Namba 2, kuomba bila maandalizi. Asante sana. Mkiongeza zote kaa vizuri. Namba 3, tukufurahia mafanikio wengine au kuwa na wivu na mafanikio wengine. Namba 4, changanya nyakati. Namba 5, kosea vituo vya kupokelea maombi. Namba 6, mbona kama wanaotaja wengi ni wanawake? Mnasemaje? Penda kusikilizwa? Kuna kusikiliza. Tunapenda kumsikiliza. Mungu atusikilize ila sisi hatutaki tumsikilize. Namba 6 au namba 7? Namba 7, kutokujua namna Mungu anavyojibu maombi. Namba 8, kutokujua vifungashio vinavyokuja na maombi. Namba 9, kusifu ukubwa wa tatizo kuliko ukubwa wa Mungu. Namba 10 na mwisho, kuomba bila kujua wewe ni nani. Sasa hii ya vifungashio tunapokwenda kuomba, nataka niwatahadharishe. Mnitazame hapo. Ukiona mgeni amekuja nyumbani kwako, hasa wachafu anakuja nyumbani kwako kama kichaa, anakamasi, nguo chafu. Ukimpokea kwa kinyaa, umetupa baraka nyingi kwenye maisha yako. Niliona familia moja wamemaliza kumpa maji ya kunywa, alafu wakabeba ile glasi wakatupa. Sema hatuwezi kunywea tena sisi glasi ya hivyo. Hao mnaona kama vichaa wachafu. Akija nyumbani kwako, kama unataka kweli baraka, ile sahani nzuri unayoiaminia, ile nzuri kabisa, mpakulie chakula.
Lakini utashangaa wengine wanasema mpe kiti cha plastiki, sofa zetu atachafua, mpatie nini, mpatie nini. Baraka mnazipoteza. Na baraka mwingine tunaopoteza kwa watoto. Hivi vitoto mnavyoona, these children. Akija mtu mzima nyumbani kwako, ukiivisha chakula anambia usiondoke bila kula, subiria nilikuwa napika. Ila mtoto akiwa kwako akamwambia naenda nyumbani, haya ufika salama, hauna muda kumwambia subiri ninapika. Baraka ziko kwa watoto. Hawa mnaowaona ziko kwao. Ndio maana kwenye mikutano kama hii, ukikuta mkutano ambao watu wazima wanaanzia kula kabla ya watoto, huo mkutano unahitaji maombi. Wao wanaanza watoto, wanapanga foleni, wanakula. Baada ya kula ndipo sasa watu wazima wanaingia. Niwaulize, haya mambo 10 tuliojifunza, wangapi wanasema pastor, Bwana nisaidie niyafanye? Wanyoshe mikono yao. Na kwa kweli ukiyafanya, wewe utaona mafanikio yake. Sasa nataka niombe na ninyi. Pastor, huenda siku moja utakuwa pastor. Pastor maombi. Hebu njoo uimbe.